Hivi ugumu wa maisha unaathiri yoyote katika maisha ya kijana? Na wewe kijana, ugumu wa maisha au changamoto katika maisha zinakutengenezaje wewe kijana bora? Sasa nimezungumza na Anita, mmoja mtaalamu kabisa wa mambo haya, atakuelekeza na atakueleza namna jinsi inavyokuwa. Twende pamoja. Usisahau kusave video hii, like na kushare pamoja na kufollow katika hii account. Mimi ni Amos Bundazi. Karibu. Fanya kijana akomae kwa ajili ya kutafutaji sana. Sasa ndio amekomaa. Sasa anahitaji vitu gani au nikisema sheria tukuonesha kwamba swali ni gumu au niseme hivi. Ni tabia gani za kifedha? Maana si utafutaji, maana yake tunatafuta fedha. Kijana ameshaona ugumu wa maisha na ukamjenga, amekomaa tayari, sawa? Sasa ni tabia gani za kifedha anatakiwa kuwa nazo ili kuilinda ile fedha na anayoitafuta isimpotee? Tabia za kifedha. Yani aishije na fedha, yani labda ajiponde sana, labda afanyaje? Sasa hapo kwanza ukishalipata hela yenyewe, sababu tunajua umehasa mpaka kujipata. Ukishalipata hiyo hela unaepuka zile au vitu ni unnecessary. Yani unajua kabisa sasa hivi hiki kitu hakina lazima. Labda nimepata hela sana, niwe na hela sasa hivi. Lakini kuna ile bora hela yako unani, kama una hela ya kutosha bora uinvest kwenye vitu vingine kuliko ni kufanya vitu ambavyo mwisho wa siku vitu kuingizia faida yoyote ile wala nini. Kwa mfano kuna unajua watu tunaendesha kana ni hemko. Labda najua rafiki yangu sasa hivi, unajua sasa hivi watu hizi ni birthday party zinakuwa kwao ni kama vile nini. Kwa hiyo anajua rafiki yangu hapa amefanya birthday na mimi birthday yangu imefika. Ngoja na mimi hela yangu labda nimetoka kufanya biashara. Nimepata hiyo afu najua kitu hakina lazima labda kununua kitu au kufanya nini birthday hiyo party hiyo. Naamua tu niende na mimi huko nikafanye ili tu na mimi niwe kwenye vile chat na nini. Kwa hiyo ni kitu kama hakina lazima ukifanya, bora tu achane nacho. Bora yani kama ile hela uliyopata utaweza kuinvest kwenye biashara yako ni bora zaidi kuliko kufanyia na nini vitu ambavyo havitokuletea faida yoyote. Mwisho siku unakuja kuangalia hivi mkono kuna hata mtu. Sawa. Vipi kuhusiana na wale wanao tamani kuonesha muonekano wao kwa watu, labda kwenye mfano kwenye social media, labda mtu anaonekana huyu bwana ana hela afu kumbe nyuma ya pazia ni yani anateseka vibaya mno. Unawashaurije watu kama hao? Yani hapo cha kushauri kuwa wewe usiishi maisha eti mimi namuona fulani yuko hivi na mimi nataka niwe kama yeye. Hapana, mwisho wa siku utaumia wewe. Yani ishi maisha yako. Sina hela au nina hela. Yani wewe ishi maisha yako. Ishi unavyotaka wewe. Kwa sababu mwisho wa siku hata ukisema ufanye kitu mtu anachotaka, bado tu kuna kitu utamisi. Kuna mwingine anataka uwe hivi, kuna mwingine anataka uwe hivi, kuna mwingine. Sasa uweze kuwalizisha wote. Ni bora uwe wewe. Unajua kabisa mimi kama tuseme kwenye swala zima la kuvaa, napenda nguo fulani nitavaa kadri nitavyokomea hapa. So kila siku niko kwenye social media, mara nimeenda vacation sijui mara nimeenda wapi. Yani which itakuja kukosti wewe. Bora uishi maisha yako kuwa wewe basi. Sawa. Kwa hiyo ndio hivyo. Hamna hata haja fake live kwa sababu nataka kumuonesha Amos niko hivi. Hakuna, ishi maisha yako. Kwa hiyo kabisa moja kwa moja, maana yake itamsaidia kijana, maana yake kuiprotect hela isiweze kumpotea, si ndio hivyo? Yaani wewe kubali kuwa wewe. Yaani hivyo tu, usikubali eti mtu aje anataka mtu afanye hiki au usije. Kuna hizo mashauri anaga vijana mambo mengi. Sasa na wewe unataka mimi na mimi nionekane tu ili baadaye na mwisho wa siku yani utaumia ni wewe. Sasa naendelea Anita. Sasa tuhamie kwenye upande wa biashara, sawa? Yani tubadilishane mawazo kuhusiana na hapo, maana dunia sasa hata kama ungeona degree nne kama una pesa nothing. Si unajua hilo?
Sasa hapo kwenye biashara hapo hivi tupeane maarifa kidogo. Kwanza hebu niambie, hivi elimu ina umuhimu wote kwenye upande wa biashara? Muhimu lazima uwepo, kwa sababu mshafika unaweza ukawa labda sema na hela au nini, lakini usijue namna ya kuzitumia. Kama una elimu, mwisho siku tutaona wewe tu ni kama mjinga fulani, ndio una hela lakini hujui matumizi yake. Utakuwa ufanye nini ili kusudi ile hela yaani iendelee au uendelee kupata hiyo hela? Sawa. Sasa hapo ni kategori ipi ya elimu? Maana mimi naweza nikawa nimesoma ma physics, ma chemistry, najua kuchanganya chemicals, maabara. Nenda kufanya biashara. Hiyo physics itanisaidiaje mimi katika biashara? Sasa hapo nataka mimi nikuulize ule soma hiyo physics inakusaidia vipi? Sawa, yani mimi swali langu yani limebezi hivi, sawa? Yani umesema kwamba elimu ina umuhimu. Sasa ni aina gani ya elimu au ni kategori gani ya hiyo elimu ambayo inaweza kuwa ni msaada kwenye biashara? Ya msiwe jamani. Mungu anapenda sana kunikata hapo siwezi kuchomokea. Basi sema wewe, mimi sijui.